Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kibali hiki ambacho amenipatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu naitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumze ambacho kinahusu ndoa na tendo la ndoa, ndoa na tendo la ndoa. Kama umri wako ni chini ya miaka 18, kipindi hiki akikuhusu, na somo hili sio kwa ajili yako, somo hili sio kwa ajili yako. Kwa hiyo unaweza kutafuta kitu kingine cha kuangalia, unaweza kutafuta kitu kingine cha kuangalia. Kikubwa lazima uwe makini, lazima uwe makini. Haitakiwi kulala na mwanamume ambaye siye mume wako, wala haitakiwi kulala na mwanaume ambaye ni mchumba wako, haitakiwi. Lakini sasa watu wana zama hizi na waonea huruma sana wadada ambao pia hawana misimamo. Yaani wanaangalia kimwili, waangalie kiroho. Kwamba mwanaume ili kwamba aweze kukuoa, aweze kuwa mpaka aye na wewe sana labda umejaribu kwa wanaume 3 4, unaona kwamba unagonga mwamba. Kila mtu anatamani kulala na wewe. Kila mwanaume ambaye unayempata anatamani kulala na wewe kwanza. Ukimkatalia anakuacha. Kwa hiyo kama wanaume 3 4 5, na wewe umekata tamaa, sasa hapa itakueje? Umeamua sasa kunilia utu wako, unamwasi Mungu, unafanya tendo la ndoa. Ndugu yangu, usifanye hivyo. Wewe jua kwamba mwanaume ambaye anakutaka hawezi kukulazimisha kwamba tendo la ndoa, hawezi kukulazimisha. Mimi ninachojua mama kutaka, ukimkatalia ndipo atapofanya bidii kufanya mambo haraka ili kwamba atoe mali kwenu, ili kwamba aweze kukupata na apate kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo endelea kuweka msimamo wako, na Mungu atakubariki. Usiwe mwepesi, usiwe laini kwamba wewe kila mwanaume ambaye anaingia kwenye mahusiano mpaka utoke naye. Usiwe hivyo. Mungu hataki hivyo. Mungu hataki hivyo. Lazima ujitunze kwa sababu Mungu akiona namna unavyokuwa mwaminifu, na Mungu atakupatia mwanaume ambaye ni mwaminifu. Na kuna wengine ambao wametulia kabisa, wanawake wametulia, lakini wanapata wanaume ambao hawajatulia. Nakwambia kwenye swala la kuoa na kuolewa, tuliza sana akili. Usije ukakurupuka. Kwenye Mithali 18:22, Mithali 18:22. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Mithali 8:22. Na Mungu anasema hivi, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Apataye mke apata kitu chema, maana ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hiyo usikurupuke. Muulize Bwana ili kwamba uweze kuwa yule ambaye ni sahihi. Usitake kumwaga mbegu zako kwa kila mwanamke, kwa sababu nguvu ya mwanaume ipo kwenye mbegu. Ndio maana hata wanawake hao ambao wamezoea limbwata, yaani kuna wakati waganga wenyewe wanawatuma mbegu za mwanaume huyo ambaye anataka kumwekea limbwata, kwa sababu ujanja wa mwanaume, nguvu ya mwanaume ipo kwenye mbegu zake. Kwa hiyo usiwe mtu wa kugawagawa mbegu zako kwa kila mwanamke, ama kwa mwanamke yote yule ambaye siye mke wako. Na wewe mwanamke usiwe mwepesi
kufunua utupu wako, kufunua utupu wako kwa mtu ambaye si mume wako, kwamba ni mchumba. Hapana, hapana. Ukisasa unatudanganya na unawadanganya. Ukisasa unatudanganya na unawadanganya. Kwa hiyo usiwe hivyo. Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki sana. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Na zaidi ya yote kwenye mambo ya ndoa, tendo la ndoa ni kuombeana. Kikubwa, hakikisha mwanamke ambaye umeolewa, mume wako akikuhitaji, yani usiwe na sababu yoyote ile ya kumkatalia, ili kwamba usije ukamuingiza majaribuni. Mwanaume pia hivyo, mke wako kuhitaji, usiwe na sababu ya kumkatalia. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limesema wewe mwanaume hauna amri juu ya mwili wako bali mke wako, na mwanamke pia hauna amri juu ya mwili wako bali mume wako. Kwa hiyo lazima mwenzako akikuhitaji umpatie kwa wakati, ili kwamba asije akajikwaa huko nje. Kama akijikwaa, iwe ni tabia yake, asipate kisingizio kwamba mimi mke wangu namhitaji lakini ananikatalia. Lakini kila kitu lazima kiwe na kiasi. Hapo kwenye kiasi, lakini sio kigezo cha mwanamke kujitetea kwamba neno la Mungu limesema tuwe na kiasi. Sio kigezo cha kujitetea. Lazima akikuhitaji uwe tayari. Muwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Muwe tayari wakati unaofaa na usiofaa, ili kwamba adui asiweze kuwagombanisha kwenye ndoa yenu. Na kitu kingine ambacho naweza kushauri kwa mwanamke ambaye umeolewa na mwanaume ambaye umeolewa, hakikisha mume wako anapoondoka kazini, hakikisha tayari kama inawezekana aende tayari umempa tendo la ndoa, ili kwamba hata kama akienda kule ile miemko na nini visiweze kumsumbua. Na wewe pia mwanaume hivyo. Na ipo sababu na faida kwa mwanamke kuitunza bikira yake. Na Mungu alipoweka bikira alikuwa na maana yake, kwa sababu wanaume tuko tofauti. Mwanamke ambaye ameingiliwa na mwanaume labda mwenye ume mkubwa, kama mwanamume atakayekuja kumuoa ana ume mdogo, huyo mwanamke ni vigumu sana kukaa kwenye ndoa yake, kukaa kwenye ndoa yake. Lakini kama angekuwa mwaminifu, akamsubiria mume wake, yule mwanamume atakayekuja kumuoa ndio awe wa kwanza kuingia kwake. Kwa hiyo hata kama angekuwa ni mume wake na ume mdogo, angeridhika. Kwa sababu ya ile hali ambayo Mungu ameumba nayo. Kwa hiyo kwa kadri wanaume wanapozidi kuingia kwako mwanamke, ndivyo ambavyo ule uke unazidi kuwa mkubwa. Na sasa utaanza kuona mume wako akuridhishi. Kwa sababu gani? Ya mambo ambayo umeshapitia nyuma, labda umepitia wanaume tofauti. Kwa hiyo inakuwa shida sana. Kwa hiyo Mungu kuweka bikira alikuwa na maana sana. Kwa hiyo ni hivyo. Na ushauri wangu mwingine, wala mimi sikulaumu wewe ambaye labda umeolewa, sikulaumu ambao umeolewa bila bikira, sikulaumu wala wewe mwanaume ambao umeoa umeshapuyanga sana, sikulaumu. Lakini sasa labda sisi tulifanya hivyo, tulikuwa tuna watu wa kufundisha, labda na wewe ulifanya hivyo kwa sababu ulikuwa una mtu wa kufundisha kuweka kwenye maadili mazuri. Sasa vipi kuhusu uzao wetu? Basi yale ambayo sisi hatukufundishwa, basi sisi tuwafundishe uzao wetu, tuweze kuwatunza na kuwatunza namna gani? Kuwaweka mbali na utandawazi, mambo haya, simu. Mtoto usimruhusu kuchezea simu, mweke mbali na utandawazi. Mtoto usimruhusu kuangalia TV kama wewe haupo. Usimruhusu mtoto kuangalia TV kama wewe haupo.
Yaani na wakati uko na watoto lazima uangalie vitu vya kuangalia pia. Sio kila kitu cha kuangalia. Angalia vitu ambavyo vinaweza kuwa hivi, vinaweza kuwa faida kwa watoto. So unakaa kuna watoto, naanza kuangalia movie ambazo watu wanapiga mabusu mbele ya watoto, nakuwa unamharibu mtoto, unakuwa unamharibu mtoto bila kujua mwenyewe, bila kujua. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa leo ningependa niishie hapo. Kwa hiyo ningependa niishie hapo. Kama unataka kuchangia, unaweza ukachangia hapo chini kwenye comment, ukaandika kile ambacho unaweza kutamani kuchangia, ama kwenye namba ambazo naziweka hapo za WhatsApp. Unaweza ukachangia lolote lile ambalo unatamani kuchangia. Mungu akubariki sana. Siku nyingine Mungu akinipa kibali nitakuja kuendelea kuinua masomo kama haya. Mungu awe nawe, aendelee kusaidia, aendelee kukupa neema. Mungu akubariki sana. Amen, amen.